Kuna mtu amesikia kwamba ini la uwezo wa kuregenerate, la uwezo wa kujitengeneza na kujirekebisha na kujisafisha. Akaniambia sasa, kama kuna hiyo uwezekano wa ini kufanya hivyo, kwa nini unatuambia tuache pombe? Kwa nini tuache pombe? Si ini linaweza likafanya regeneration. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu tulikuwa tunazungumzia liver transplant. Liver transplant maana yake ni kuhamisha ini kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. In the process nikawa nimemwambia kwamba unajua ukikata ini kipande, ukabaki nacho wewe kipande, ukampa mtu mwingine kipande, kile kipande ambacho unabaki nacho wewe huwa kinakuwa, kwa sababu ini lina uwezo wa kuregenerate. Linaweza likakua na likarudi kwenye the original size, likawa size kama ile lilikuwa mwanzo. Linaweza likabadilika kidogo structure na nini, lakini huwa la kuwa. Na yule ambao umempa kipande, na yeye kule ini lake pia linakuwa yule umempa kipande, hiyo leo mpa yeye inaenda kule ikakua, ikawa ikaoccupy space na ikamit demands za mwili wake. Kwa hiyo ini lake likakuwa vizuri kule. Kwa nyinyi wote wawili mtapata maini ambayo yapo complete in structure and function. Inawezekana kwa kuna kidogo alterations, kidogo makovu pale, lakini sio mbaya. Asita nilipomaliza kumwambia hivyo akaniambia, sasa kama ini lina regenerate, kwa nini sisi wanywa pombe mnatuambia tuache kunywa pombe? Nikasema namuelewesha mechanisms of damage to the liver. Pamoja na kwamba ini la uo ina hiyo regenerative capability, la uwezo ku regenerate zile cells ambazo zinafanya regenerations, hepatocytes, zikiwa damaged to an extent ambayo ni chronic continuous damage. Maana yake kwamba zitashindwa, zinapoteza hiyo regenerative capability. Ukichukua sumu au ukichukua acid ukaimwagia kwenye nguo ukasafisha, ukamwaga tena kwenye hiyo nguo ukasafisha, kila unapomwaga na kusafisha umeacha kovu. Over time ile accumulative effect inafikia point kwamba regenerative capability ya ile ini, uwezo ile ini kujitengeneza tena upya unapotea. Unaingia kwenye phase inaitwa fibrosis, baadaye unafikia kitu kinaitwa cirrhosis. Ini lako linakuwa na makovu to the extent ambayo haliwezi tena kujitengeneza, linasinyaa in size. Ikifikia hiyo level lazima unahitaji kufanywa nini? Kufanywa transplant. By the way, cirrhosis haitokani na pombe tu. Cirrhosis inaweza kutokana na vitu vingi. Inaweza kutokana na madawa, inaweza kutokana na homa ya ini, hepatitis B, hepatitis C. Inaweza kutokana na mafuta kwenye ini. Watu wengi wana fatty liver disease. Ile fatty liver disease ina stages. Ikishafikia level za mbele huko steatohepatitis, inaweza kafikia kwenye cirrhosis. Na ini lako likajenga makovu kiasi kwamba kabidi sasa likaanza kusinyia, which means unahitaji kupewa transplant. Au metabolic diseases, unakuta mtu ana hizi metabolic conditions kama vile hemochromatosis. Hemochromatosis maana yake ni kwamba unakuwa una madini ya chuma mengi kwenye ini, kunakuwa na accumulation ya hii iron mpaka inafikia toxic level, inakuwa hilo ini sasa lazima ufanywe transplant. Au copper, accumulation of copper kwenye condition inaitwa Wilson's disease. Huu ni magonjwa vinasaba, magonjwa kurithi, ni metabolic conditions ambazo mwisho wa siku unakuta kwamba mtu atahitaji tu kufanywa transplant kwa sababu hilo ini lake sasa lishakuwa zile inakuwa dysfunctional. Inawezekana mtu mwingine akapewa transplant